mwanadamu atakaa chini kwamba kweli mimi nafaa kutupwa jehanamu, mimi naenda kuteseka milele kweli, ndipo atakumbuka mabaya yake ambayo hakuyakataa alipokuwa anaendelea kuishi kwenye dunia, alafu atajichukia. Bwana Yesu asifiwe. Atafanya nini? Atajichukia. Kama vile Yuda amemsaliti Yesu, lakini usiliona pale mwisho anamwambia Bwana alienda kurudisha fedha. Unafikiri kwa nini anarudisha? Sema najuta. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomfanya Yuda aende kurudisha fedha kwa wale Mafarisayo ni mwisho umefika, na najuta kwamba kumbe nilifikiri na akili, kumbe nilifikiri ni mjanja, kumbe nilifikiri na elimu, kumbe nilikuwa pungwani kuliko wote. Lakini saa ambayo Yuda nakumbuka ili akarudishe fedha ambazo amezipokea kwa ajili ya kumsaliti Yesu, muda ukawa umeisha. Nishachelewa. Kwa hiyo hata huyu mwanadamu sasa, wakati anakaa chini, anaanza kukumbuka maovu yake na kujuta na kujilaumu na kujichukia nafsi yake, atakuwa amechelewa. Atakuwa amechelewa. Amechelewa. Ndio maana Biblia inasema watatamani kutubu, haitawezekana. Watatamani kuokoka, haitawezekana. Watatamani kubadilika, haitawezekana. Kwa nini? Sema wamechelewa. Kwa hiyo nataka nikwambie rafiki yangu, tumishi wa Mungu, kwamba mabaya yoyote yaliyo kwenye maisha yako, pambana nayo ingali unaishi. Nilisema Jumapili, nikasema wengi wanadanganyika kwamba ukifa utaombewa. Hamna. Lakini pia ili umaskini utoke kwako ni kiwango cha unavyouchukia. Mungu hawezi kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango cha unavyouchukia umaskini ndicho kitakufanya uchukue hatua ya kumtafuta Mungu ili aondoe nini? Sema umaskini. Kwa hiyo kwa nini wengi wameokoka lakini bado ni maskini? Kwa nini? Kwa sababu hawajauchukia. Kiwango cha kuchukia umaskini wao ni kidogo. Mnaziliwa na Mungu. Na taarifa za kusema kiwango cha kuchukia umaskini wao ni kidogo, angalia hatua zao. Mnaziliwa na Mungu. Angalia hatua zao wanazochukua ili kupambana na umaskini. Kama vile Hana alipouchukia utasa, angalia hatua aliyochukua. Akasema basi kama ni hivyo, ngoja nikashinde kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni hatua ya kuonyesha wewe umechukia utasa. Kwa hiyo bidii ya kumtafuta Mungu ndiyo inaonyesha kwamba wewe umechukia umaskini, wewe umechukia magonjwa, wewe umechukia mabaya. Bidii yako ndiyo inampa taarifa Jehova ili aondoe mabaya kwako. Ni bidii yako. Lakini bidii yako kama ni ndogo, nataka nikwambie Mungu anakuangalia. Amen. Kuna mtu mmoja jana tumekutana mahali fulani, ni mzee wa kanisa katika kanisa fulani, akaniuliza swali moja. Kwanza tukasalimiana, baadaye akaniuliza swali moja, akasema, mchungaji, kwa nini walokole wengi maskini? Haniuliza tu hivi kwa macho meupe, akasema, kwa nini walokole wengi maskini? Nikasema kuokoka ni issue nyingine na kutajirika ni issue nyingine. Sio kwamba
mtu alipookoka ndio ameingia kwenye utajiri. Ila ameingia mahali ambapo anaweza kaukata umaskini na kupata unajua watu wanafikiri ukiokoka tu utakuwa tajiri. Ndio maana pia kuokoka tu sio taarifa ya kwamba utaenda mbinguni. Na nani watu mshomo? Kuokoka sio taarifa ya kwamba utaenda mbinguni. Ili uende mbinguni lazima mshinde shetani. Na nani wa Mungu? Lazima mshinde shetani. Ili utajirike lazima mshinde shetani. Kwa hiyo kuokoka tu sio taarifa ya kwamba umemshinda shetani, ila umekuja mahali ambapo umepewa kibali. Sema kibali cha kushindana na nani? Na shetani. Haleluya. Kwa hiyo ili mabaya yaondoke kwako na kwangu ni kiwango cha bidii ya kumtafuta nani? Mungu, na kuyachukia mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ndicho kiwango kitakachosababisha Mungu ayaondoe kwako. Petro wa kwanza 4:17. Petro wa kwanza 4:17.